Meneja hapa anasema muongee, yani Wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA manispaa ya Musoma imewasilisha taarifa ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 2026-2027 katika kikao cha baraza la madiwani cha manispaa ya Musoma. Akifungua kikao hicho, meya wa manispaa ya Musoma Mheshimiwa Alex Nyambiti amewahimiza madiwani kujadili bajeti hiyo kwa kuzingatia tija, maendeleo na ustawi wa wananchi wa manispaa ya Musoma. Wote mnafahamu nini nia leo tarehe hapa siku ya leo kupitisha bajeti ya TARURA. Yaani niombe radhi tumechelewa kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwepo na matukio mengi kuanzia asubuhi. Wote mnajua Mheshimiwa Agnes Mama alikuwa akigawa zawadi kwa walimu wetu. Lakini vile vile kufuatiwa na ziara ya kamati ya elimu. Lakini sasa ndio tunakutana na kupitisha bajeti hii. Nia na lengo kufanya kazi hii kwa haraka zaidi ili tuweze kupeleka kwa usahihi na tupate maendeleo ndani ya halmashauri yetu. Baada ya kusema kikao ni Akiwasilisha taarifa ya bajeti, Mhandisi Mohamed Yetanga ameeleza kuwa bajeti hiyo inalenga kuimarisha na kuendeleza mtandao wa barabara ndani ya manispaa hiyo ili kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na maendeleo ya kijamii kwa wananchi. Naomba niwasilishe utekelezaji wa bajeti ya 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 25-26 kwa maana mwaka huu wa fedha tuendelea nao, wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA kwa halmashauri ya manispaa ya Musoma iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 348,950,000 kwa ajili ya matengenezo ya barabara. Hadi kufikia tarehe 15 Februari 2026 tulipokea kiasi cha milioni 130,360,108 na senti 70 sawa na 8.6% ya bajeti iliidhinishwa kwa mwaka wa fedha 25-26. Uharibifu wa miundombinu ya barabara kwa baadhi ya maeneo kutokana na shughuli za kibinadamu, hasa shughuli za kilimo zisizozingatia taratibu. Baadhi ya wananchi kupitisha mifugo barabarani, hususan ng'ombe, kinyume na taratibu. Ufinyu wa bajeti ya matengenezo ya barabara ukilinganisha mahitaji husababisha kutofikiwa maeneo yote katika matengenezo. Wakandarasi wa makundi maalum special groups kujitokeza kuomba kazi. Hii ni kwa wakandarasi wanaotoka mkoa wa Mara. Wananchi kutoshiriki matengenezo na utunzaji wa barabara na samani zake kwa kuamini shughuli hii hufanywa na serikali peke yake. Utatuza changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, miongoni mwa hatua za kupunguza changamoto zilizoidhinishwa hapo juu zilizochukua ni pamoja na kuendelea kujenga mitaro ya maji ya mvua kwa utaratibu wa kibajeti tunaopata kila mwaka, kuhimiza ongezeko la bajeti kuendana na mahitaji ikiwa tunapata fursa, ikiwa ni pamoja na maandiko maalum, kuhimiza wadau ikiwa ni pamoja na halmashauri kutenga fedha kwa ajili ya kuchangia matengenezo na usafi wa barabara ili kuchochea maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna namba 8, kuna jedwali B1 pale inaonyesha mtandao wa barabara zetu. Jedwali namba D2 ni matengenezo kutokana na fedha za mfuko wa barabara. Jedwali namba D3 ni matengenezo kutokana na fedha za mfuko wa barabara kwa maana fedha za maendeleo ambazo zimetengwa bilioni 1. Jedwali namba D4 ni fedha za majimbo, ongezeko la jimbo kwa maana milioni 500, na jedwali namba D5 ni fedha za tozo na barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Kwa upande wao, baadhi ya wachangiaji wa bajeti hiyo wamepongeza juhudi zinazofanywa na TARURA katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya barabara, huku akisisitiza haja ya kuongeza bajeti ili kuendelea na mahitaji yanayoongezeka ya miundombinu katika mji wa Musoma. Niwapongeze TARURA kutokana na kazi ambazo wanazifanya. Kimsingi TARURA wanaonekana wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo maneno nayoyaeleza yanakwenda kupata uthibitisho kutoka kwenye hii peji namba 4 ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa hivi TARURA wamepata shilingi milioni 262 kwenye bajeti, ambapo muda wenyewe uliobakia ni mfupi sana, na unalinganisha na kazi ambazo zilizoko site kwamba pamoja na fedha hizi kuwa kidogo, lakini wamejitahidi muda wote kufanya kazi vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna ushauri nataka nikutoe hapa. Ukianzia kwenye fedha za nyongeza za majimbo na ukijielekeza kwenye bajeti zingine za nyuma, umekuwepo na shida ya fedha hizi kufika.
na mpaka sasa hivi wanaonyesha kwamba hawajapata hizi fedha. Lakini ukianza kuangalia kwa nyuma kwenye bajeti zingine unakuta kwamba fedha hizi zinachelewa, hao hawazipati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mpango wa bajeti ambao katika halmashauri yetu tulikuwa nao hivi majuzi, mambo kama haya tuliyazungumza na majibu mazuri tuliyopata ilikuwa ni kwamba masuala haya ya barabara tusubiri TARURA. Lakini TARURA pia wanatoa ushauri kwamba halmashauri zitenge fedha kwa ajili ya matengenezo katika barabara zetu na usafi wa barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami pia nipende kushauri na nisisitize katika jambo hili. Kama tunavyotazama bajeti ya TARURA katika kipindi cha mwaka 25-26 wamepokea fedha kwa 8% tu. Ni kiasi kidogo sana. Licha ya mapambano makubwa walionayo, licha ya manispaa yetu ilivyo na wanaijua, lakini wamejitahidi kufanya walichokifanya. Wametuambia humu na wameishauri halmashauri. Maana yake ni tafsiri kwamba wanakiri wazi kwamba wanazidiwa na jambo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili liwe angalisho kwetu, na ni kuombe na meza yako mtukubalie wakati mwingine tunapojadili bajeti za halmashauri tujitahidi kutenga kiasi fulani kwa ajili ya kusapoti katika eneo hili. Kwa wangu ni ushauri, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Peter. Leo tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, zile barabara zote tena zimeharibika, lakini ukikuta changamoto kubwa baada ya kuwa zimefunguliwa, TARURA hawakuchukua jukumu ya kuendelea kuzilinda zile barabara kama nilivyotoa ushauri, kwa maana ya kujenga mitaro, kwa maana ya kuendelea kuziwekea ulinzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, bila shauri hilo TARURA walichukue hili ili kuweza kuweka kinga kubwa sana kwenye barabara zetu zisiweze kupata uharibifu, hususani hizi zile wanazokwenda kuzitengeneza na zile nyingine ambazo halmashauri wewe imepata fursa kuweza kuzifungua, ili tusiingie kwenye bajeti nyingine kwa maana utafutaji wa fedha kwa ajili ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na baadhi ya wajumbe wengine waliopita kuwapongeza TARURA. Mimi pia ni shahidi, nimeshakaa nao vikao mbalimbali na kuangalia namna ya bajeti wanavyopata. Kweli wanapata chini, kwa hiyo na shughuli zilizoko site haziendani na kile wanachokipata. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niko kwenye upande wa utatuzi tu wa changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto moja ambayo kwa namna moja ama nyingine leo itakuwa kama sio mara ya pili ni ya tatu kuiwasilisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi uliopita tulikuwa na mafunzo na kuna sehemu tuliweza kujifunza kwamba kiongozi anapoulizwa juu ya mradi wowote uliopo kata yake ni aibu kusema kwamba hajui au hafahamu. Sasa imekuwepo tabia ambayo tumeshajaribu kuwaomba wenzetu, najua inaweza kuwa sio sheria, lakini si vizuri mkandarasi akaanza kazi katika kata bila kumtaarifu diwani, bila kumtaarifu mtendaji wa kata au mwenyekiti basi wa mtaa tunapotengeneza. Nasema hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa sababu kuna wakati tunaulizwa, Mheshimiwa diwani, wanajenga mitaro yamekatwa mabomba, je, unayo taarifa? Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, unabidi tu urukie, unasema kwamba ndiyo ninatambua na nitawasiliana na injinia kwa ajili ya kuja kurekebisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilikuwa na shauri kwenye hilo tu kwamba tunajua wanazo changamoto, lakini wajitahidi basi walau kutupa tu taarifa hata kwa simu kwamba barabara fulani na barabara fulani mkandarasi ataanza kazi muda wowote. Kwa hiyo diwani pia anakuwa na majibu, ama mwenyekiti serikali ya mtaa au mtendaji wa kata. Akiwasilisha salamu za serikali kuu, katibu tawala wa wilaya ya Musoma Bwana Ali Seif Mwendo amesisitiza umuhimu wa usimamizi madhubuti wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana kwa wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ametoa mambo matatu muhimu juu ya bajeti ya leo. Kwanza amesema kwa wataalamu wetu, kutokana na bajeti ilivyo, ni vyema sasa miundombinu hii ipite zaidi maeneo ya huduma. Walizingatie hilo kwamba kwenye maeneo yote ya huduma lazima barabara ziboreshwe.
Lakini pili, maeneo yale ambayo yanatuingizia kipato pia ni vyema sana miundombinu hii ikaboreshwa. Lakini la mwisho, pamoja na kwamba tunapata fedha kidogo kutokana na jinsi bajeti ilivyopitishwa, lakini ni vyema tuhakikishe tunaisimamia vizuri kama ambavyo waheshimiwa madiwani nimeshaisemea. Lakini lingine, Mheshimiwa Mstahiki Meya, ni swala la elimu kwa ujumla. Hilo tutaendelea kuliimba kwa sababu ndio wimbo wetu, ila kubwa sasa ni kuhakikisha wale watoto waliochaguliwa kwenda kidato cha kwanza wanakwenda kuandikishwa au kuripoti mashuleni walikopangwa. Hata kama kutakuwa na changamoto za masuala ya kwamba amepangwa tofauti na anavyofikiria, taratibu zifanyike kwa ajili ya kufuata uhamisho wa kawaida. Baada ya mjadala, mwenyekiti wa kikao hicho ambaye ni meya wa manispaa ya Musoma, Mheshimiwa Alex Nyabiti, amelitaka TARURA kusimamia utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa na baraza la madiwani licha ya changamoto za ufinyu wa bajeti uliopo. Nipende sasa kuwahusia watu wa TARURA, yale yote ambayo tumeyafanya humu na tumeongea humu ndani, nendeni mkasimamie. Pamoja na ufinyu wa bajeti mnaopata, nendeni mkasimamie ili halmashauri yetu iendelee kuwa halmashauri ya tofauti na halmashauri zingine kwa upande wa barabara. Lakini vile vile nipende kuwakumbusha viongozi wote ndani ya ukumbi huu, swala la usafi tumeliongelea kwa upana. Nendeni mkalisimamie na nendeni mkatoe mifano hii, na niwaombe viongozi wakubwa, hasa waheshimiwa wabunge, muonekane mara moja kwa wiki ndani ya kata zenu mkiwa mmevaa gambut na overall mkiokota uchafu. Hii itazidi kuongeza chachu kwa wananchi kuweza kufanya usafi, kwani wewe ndio kiongozi, umeonyesha mfano na wale wengine watafuata kufanya halmashauri yetu izidi kuwa safi zaidi. Baada ya kuyasema haya, kikao nimekairisha. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Hii ni EGOWASU TV, sauti ya jamii, na huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi ni Tornado, chumba cha habari yupo Dakawa John. EGOWASU TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.